niseme tu kwamba Mungu amenifanyia surprise, kwamba hata sikujua, sikufahamu kwamba naumwa nini, sababu nilikuwa ni kwa makadirio yangu ni mwezi wa 5 na madaktari walipiga picha wakaona ni mwezi wa 5 tarehe 13, lakini nikajifungua tarehe 23 mwezi wa 4. Kwa hata akili zangu zilikuwa zimeshafika mwisho, nikafikiri kwamba sitapata mtoto aliye hai kwa sababu ilikuwa ni muda ambao ni nyuma sana. Sasa basi hata ingekuwa mwezi wa 5 kwenye tarehe 5-2 hivi, lakini sasa nikasema basi hata daktari wakati anaangalia ile kadi akasema mbona bado sana. Lakini nilikutana na watu wazuri ambao walinitia moyo, walinipima pressure yangu ikawa iko vizuri sana. Kwa akasema hapana. Nikafikiria kwamba nikajua kumbe mwanadamu ni mwanadamu tu, hawezi kushindana na Mungu. Kwa akili zetu tunaweza tukasema kwamba ni mwezi fulani, lakini Mungu yeye akiumba ameumba. Na akisema anataka kukufanyia jambo fulani, anaweza kukufanyia majira yoyote ikiwa wakati wa Mungu umefika na siku imefika. Kwa hiyo siku sio za mwanadamu, ila siku ziko kwa Mungu na tarehe ni za Mungu na majira ni ya Mungu. Kwa mwanadamu anaweza akakadiria majira, lakini majira ya Mungu ndiyo majira sahihi. Kwa hiyo sikuwa na wasiwasi. Hata nilivyompata mtoto wangu alikuwa ni mdogo, akasema usiwape watu wambebe kwa sababu ni mdogo, bado alikuwa hajafikia vizuri, sijui hali ya hewa itamsumbua sijui na nini. Lakini nataka nikwambie, Mungu akiamua kukupa zawadi anakupa tu. Mungu akiamua kukupa kitu anakupa tu. Haijalishi kitakuwa katika mazingira gani, lakini kama ni cha Mungu, wewe muamini Mungu tu. Nataka nikutie moyo hata wewe mwenye ndoa, usiache kumwambia Mungu. Watoto ni zawadi, lakini ndoa ni mpango wa Mungu. Kwa hiyo usikupe shida sana. Amina. Na kiwango cha ukomavu hakipimwi kwa kiwango cha kuwa na watoto wangapi. Kwa hiyo watoto ni zawadi ambayo Mungu anatupa. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hiyo zawadi ambayo amenipa, kama jina ambavyo lilikuja ni zawadi, basi ikawa ni zawadi, lakini tukamuita katika lugha ya kigeni ambayo ni gift. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupatia zawadi hii ambayo imetukuka kabisa, imetoka kwa Mungu mwenyewe, wala sio mawazo yetu wala fikra zetu, kwa sababu zilifika mwisho, lakini Mungu ndipo alipoanzia. Amina. Kwa hiyo nashukuru pia kwa ajili ya kanisa, nimeuona uwepo wenu, nimeuona ushirika wenu. Kwa hiyo sio kwangu tu, hata kwa mtu mwingine natamani kuona kitu kama hiko. Kweli nataka niseme tumebadilika sana, na nimeona ufahamu wenu umepanuka sana. Sina kitu cha kumwambia Mungu zaidi ya kusema Mungu asante, kwa sababu watu tuna maneno mengi, lakini neno moja tu ni shukrani. Kwa hiyo hata mimi ndicho nilichokuja nacho asubuhi ya leo. Namwambia Mungu shukrani kwa sadaka hii ambayo kwangu mimi naweza kusema ni ndogo, lakini kwa Mungu ni kubwa sana, kwamba ninapaswa kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Ushuhuda wako unajitosheleza, si ndio? Amen. Kuna haja ya kurudia tena maneno? Ndio. Yeye amesema vizuri kuliko mimi. Amen. Kama tulivyotangulia kusema siku za mwanzo, muda wetu wa mtoto mdogo yule ukuja, hesabu zetu hazikuwa hizo. Lakini Mungu alipoamua yeye mwenyewe akaamua kuleta. Sasa tulikuwa na majina mengi sana. Sasa jina la gift ilikuja kipindi hicho kwa sababu wakati anasema sikuwa tukifikiri labda ni tumbo tu la kawaida. Kwa hiyo tulichukua jambo la kawaida sana. Lakini nikashangaa sema Bwana tayari kweli. Sasa tayari kweli. Kwa sababu yeye ikiwa tayari shughuli yake inakuwa kapevu kidogo. Sasa akili yangu ikarudi, nikakumbuka nyuma ilivyokuwa. Nasema mazingira yako. Kala yenyewe ilikuwepo, lakini ilikuwa nimeweka vidunyuduni. Maanake ni usiku wa manane, huwezi kwenda kwa siro ukachukua hela, huwezi ukafanya chochote. Lakini nikasema Mungu huyu, mbona hivi sana? Lakini cha ajabu ni kwamba mimi nilihesabu hamna kitu, kwa sababu wasomi wanasema angalau mtu akizaliwa akiwa na miezi 7
anaweza kuwa na uhai kidogo, lakini ikiwa na miezi 8 kwenda 9 wanasema natukaga hamna kitu. Kiakili mimi ni hesabu hamna kitu sasa. Lakini Mungu ajabu sana. Akaamua kutupa mtoto mzuri sana. Mzuri mno. Amen. Kwa tukampa jina Zawadi, kitu ambacho hatukutegemea. Mungu ameamua kutupa. Amen. Kwa tukampa jina Zawadi au gift. Yesu asifiwe sana. Ndio maana ya jina hilo lilotujia kwa haraka. Usichotegemea Mungu anatupa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtu mzuri kweli kweli. Mzuri. Alizaliwa na kilo kidogo sana. Ni 2.4. Lakini jana ameenda kliniki, ametushangaza. Mpaka manesi wameshangaa sana. Ana kilo 5 kasoro. Kasoro gramu 40, sio? Nimeshangaa sana. Nasema hii kweli ni zawadi ya kushangaza. Sasa karibu mama mkubwa, niweze kuomba kwa ajili ya mtoto mzuri. Wewe ni mzoefu wa malezi sana. Huyu ni mwalimu wetu ambaye ana familia wapendwa. Yeye atakuja kukuombea wewe mtoto wetu. Sisi tuwe wanyenyekevu. Kanisa, naomba tusimame. Katika mtumishi wa Mungu anamweka wakfu. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako, kwa sababu wewe ni Mungu mwema, Mungu mwaminifu, Mungu unayetupenda, Mungu unayetujali, Mungu unayetuwazia mawazo yaliyo mema. Pale mawazo yetu yanapofika mwisho, Mungu wetu unakuwa Mungu mwaminifu kwenye maisha yetu. Asante kwa ajili ya familia hii, Bwana. Moyo wangu unalitukuza na kuliazimisha jina lako kwa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nina neno la maarifa kidogo. Sijazoea kushika maiki kwa mlizo wetu. Jana wakati nilikuwa nilikuwa napitia Biblia. Kiukweli nilikuwa sina mpango wa kuja kusema kitu. Lakini wakati nilikuwa napitia Biblia, kuna neno fulani nililiona, nikaanza kupita kwenye Luka pale nasoma, ilikuwa usiku nakumbuka. Kwa hiyo nilipokuwa nasoma lile neno, nadhani ni neno ambalo kila mtu analijua. Ila kwa jinsi nilivyolitafsiri kwa mimi niliona kama kuna kitu kigeni pale nimekipata. Hivyo nikasema, moyo wangu ukasema nije niwashirikishe na nyinyi wenzangu tushirikiane wote. Nilipita kwenye kitabu cha Luka pale nikasoma mpaka nikafika kwenye Luka 8. Luka 8 mstari kama 43 hivi nazungumzia mwanamke mmoja alikuwa anatokwa damu miaka 12. Yule mwanamke nadhani ndio tunamsikia. Na tumesoma hata kwenye Mathayo imeandikwa, ila mimi nilipita pale kwenye Luka. Sasa yule dada alitoka damu miaka 12, anasema kwamba yule mwanamke alienda, Yesu alikuwa amesongwa na mkutano, yani makutano alikuwa amemsonga Yesu. Kwa yule mwanamke yeye akaenda akafanyaje, akagusa pindo la Yesu. Alipogusa lile pindo, pale damu kafanyaje, ikakauka. Hilo tunasikiliza na tunajua. Alikunipa shida kwa sababu nimesikiliza sana. Lakini kitu kilichokuja kunishangaza ni swali la Yesu. Yesu pale makutano alipokuwa amemsonga Yesu alikuwa katikati. Inaonekana watu walimsonga sana. Lakini Yesu swali alilouliza ni kwamba akasimama Yesu akasema, "Nani amenigusa?" Kwa sasa kwenye hilo swali mimi nikaanza kujiuliza, sasa Yesu anasema nani amemgusa hata anaweza kusema makutano amemsonga. Yaani mtu akikusonga maana yake kugusa si jambo rahisi tu. Hata Petro naye akamuuliza akamwambia Yesu akasema, "Hapana, hapa watu wengi wamekusonga." Jibu la Yesu likanishangaza, akasema, "Hapana, kuna mtu amenigusa. Nguvu zimenitoka." Kwa pale nikasema kwamba kumbe yule mwanamke kwanza aliposikia hilo kama vile ameingiwa, akasema akawa amemsogelea Yesu akamba ni mimi. Yesu akamwambia, "Imani yako imekuponya binti." Sasa kwenye jibu la Yesu kwamba hapana, kuna mtu amenigusa, hapo mimi nilipoanza.
Nikasema kumbe kuna namna tunaweza tukawa tunasali sana. Tunakuja nikasema kuna namna kanisa linaweza likawa kubwa na watu wengi. Lakini wale watu wengi wote wanapoenda ibadani wanakuwa hawamgusi Yesu. Wanakuwa wanamsonga songa. Kwa maana mnakuta muda mwingine tunaomba sana, tunafunga sana, lakini maombi yetu kumbe hayafiki. Yaani yale maombi yanakuwa yanamsonga songa tu kama kelele hivi. Lakini kuna mtu mmoja kati ya wengi, yeye akaomba, alafu Yesu akamponya. Amina. Au Yesu akampa hitaji lake. Amina. Kwanza tunatoka tunashangaa, kwa nini Yesu anamjibu tu yule mmoja, lakini sisi tunafunga sana, tunaomba sana, kwa nini sio sisi? Kumbe sisi tunamsonga Yesu. Ila yule mmoja amemgusa, nguvu zikamtoka. Kwanza nikasema sasa sisi tufanyeje? Maana sasa sisi hatuwezi kukugusa kama yule mwanamke alipogusa pindo. Kwa neno lingine anasema kwamba yule mwanamke aliadhimia, kusoma Mathayo huko anasema kwamba yeye aliadhimia moyoni mwake. Kwa hiyo nikasema sasa Mungu sisi tufanyeje? Akasema kwamba unaweza kuona kwenye makanisa ya kinabii huko unaona watu wengi mno. Kumbe wale watu wengi wanafika pale wanakuwa mara nyingi wanamsonga tu Yesu. Hakuna mtu anachopata kitu. Unaona? Kwa hiyo maana kuna muda mwingine unajikuta unahamahama makanisa. Leo uko hapa, kesho uko pale, unatafuta tu uponyaji. Kumbe wewe unamsonga Yesu, hujamgusa bado. Ufanyeje? Tunatakiwa kufanya ni kwamba nilisikia kwamba tunatakiwa kufanya ni kusikiliza neno la Mungu. Ninataka nini juu ya maisha yetu? Kushika maneno ya Mungu. Unaposhika neno la Mungu, maana yake unapoenda kwa Mungu, unapomwomba Mungu jambo lako, unatakiwa umwombe Mungu kutoa na hoja. Soma neno la Mungu kama Mungu umesema hivi na mimi ninachoomba ni hiki. Kwa hiyo umesema nisiogope. Umesema niombe utanipa, sasa nipe hiki. Kumbe hiki ni haki yangu kupata. Pale umetoa hoja. Pale moja kwa moja umeenda umemgusa Yesu. Ndipo pale unapopata sasa unachokitaka. Lakini ukiwa unafika pale unaomba tu, unapiga kelele, umefunga sawa, lakini neno huna. Unaomba tu. Pale unakuwa unamsonga Yesu umgusi. Amina. Wakati mwingine tunapotukiza watumishi wa Mungu kwenye upande wa utoaji, labda kutoa zaka, tunatakiwa tutoe. Kwa sababu neno la Mungu linasema unijaribu kama sitakufungulia mlango ya nini? Ya baraka. Kwa hiyo kama ukisikiza neno na kusema sasa mimi Mungu umesema nikujaribu, ngoja nikujaribu nitoe. Pale moja kwa moja unakuwa unamgusa Yesu. Kwa sababu Yesu anasema anaendelea na kupata kufaidi kulitimiza. Kwa hiyo unapoenda kutoa zaka, hata usipofanikiwa kwenye biashara yako, utamwambia Mungu, wewe ulisema hiki, mbona sifanikiwi? Kwa hiyo unasema mwanangu kumbe amenigusa, ametoa. Kwa hiyo unafanya unabarikiwa. Amina. Kwa hiyo mimi nasema tutamani na sisi kwa kama yule mwanamke aliyetoka ndani ya 12, tumekuja ibadani, tusitamani kutoka kama tulivyokuja. Tutamani kumgusa Yesu, tusimsonge. Maana wingi wetu sio kwamba ndio tukumba tunamgusa Yesu hapa. Ndio tuko wengi hivi, lakini wote tunamsonga Yesu. Tunamsonga Yesu. Lakini tukiweka nia na dhamira moyoni mwetu kwamba tunataka kubarikiwa, Mungu tufanyie hiki na hiki na hiki kutoka ndani ya mioyo yetu, basi Mungu atatubariki hapo toka tumemgusa nani? Yesu. Kwa neno langu leo la kujenga ni kwamba wote sisi siku ya leo tutamani kumgusa Yesu, tusimsonge. Amina. Nina makofi kwa dada yetu. Amen. Asante kujenga kwa neno hilo kwamba tudhamirie mioyoni mwetu kama yule mwanamke. Amina. Alivyodhamiria na akamgusa Yesu, akakutana na hitaji la moyo wake. Haleluya. Amen.